nyinshi zituma turirimba izina ryawe Mana yacu, tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe. Mwami Mana, tuzahora tugushima tuzagushima ibihe byose. Mana yacu, tuzahora tuguhimbaza tuzagushima ibihe byose. Mana yacu, tuzahora tuguhimbaza. Haleluya. Iyo ndirimbo yanjemo barimo basenga, yego, numva karanejeje, ariko ntikari muri gahunda. Katuririmba indirimbo yo muri Wokovu 144. Amen. Sawa na kisima safi chenye maji mengi mema, ni upendo wa Mwokozi ukao ndani yake. Sawa na kisima safi chenye maji mengi mema, ni upendo wa Mwokozi ukao ndani yake. Yesu amelifungua lango zuri la mbinguni, ili niingie humo kwa neema yake kuu. Yesu amelifungua lango zuri la mbinguni, ili niingie humo kwa neema yake kuu. Kama ndege mtegoni, ndivyo nilivyonaswa, moyo wangu didia, Yesu hakunifukuza. Yesu amelifungua lango zuri la mbinguni, ili niingie humo kwa neema yake kuu. Ni ajabu kubwa kweli, alinisamehe yote juu ya rehema yake. Ninaimba kwa furaha, Yesu amelifungua lango zuri la mbinguni, ili niingie humo kwa neema yake kuu. Asubuhi ya uzima nitafika mulangoni, kwa ajili ya upendo nitapata kuingia
ili niingie humo kwa neema yake kuu. Ni ajabu kubwa kweli, alinisamehe yote juu ya rehema yake. Ninaimba kwa furaha, Yesu amelifungua lango zuri la mbinguni, ili niingie humo kwa neema yake kubwa. Asubuhi ya uzima nitafika mulangoni kwa ajili ya upendo, nitapata kuingia. Yesu amelifungua lango zuri la mbinguni, ili niingie humo kwa neema yake kubwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kadukomeza n'ubundi muri wokovu. Heri halisi, Yesu ni wangu, yeye mchunga, mimi ni wake. Heri yakini, yote ni heri, roho na moyo zimeokoka. Yesu ni wimbo na raha yangu, nitamsifu hata milele, na nitamwona uko mbinguni. Yesu ni wangu nami ni wake. Nilijitoa kwa Bwana Yesu na nilipewa wokovu wake. Uko mbinguni kuna furaha juu ya mtu aliyetubu. Yesu ni wimbo na raha yangu, nitamsifu hata milele, na nitamwona uko mbinguni. Yesu ni wangu nami ni wake. Sasa naweza kumsifu Yesu na roho yangu inafurahi. Mimi si kitu mbele ya Mungu, bali ni heri na mshukuru. Yesu ni wimbo na raha yangu, nitamsifu hata milele, na nitamwona uko mbinguni. Yesu ni wangu nami ni wake. Nimebatizwa katika Roho, shangwe ya mbingu imo rohoni, moto moyoni pia kinywani. Nashukuru pendo la Mungu. Nimebatizwa katika Roho,
nashuhudia pendo la Mungu. Yesu ni wimbo na raha yangu, nitamsifu hata milele, na nitamwona uko mbinguni. Yesu ni wangu nami ni wake, nimebatizwa katika Roho, shangwe ya mbingu imaroni, moto moyoni pia kinywani, nashuhudia pendo la Mungu. Yesu ni wimbo na raha yangu, nitamsifu hata milele, na nitamwona uko mbinguni. Yesu ni wangu nami ni wake. Amen. Amen, amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Apewe sifa. Ukiamua kulipiza kisasi kwa kumfanyia ubaya yule wa nchi nyingine, au wa mkoa mwingine, au wa kabila jingine, au wa dini nyingine, ujue hakika mabaya hayataondoka nchini mwako. Amen. Mabaya hayataondoka kwenye kabila lako. Amen. Mabaya hayataondoka kwenye dini yako. Mabaya hayataondoka kwenye familia yako. Hili ndilo nililowapata wenzetu wa nchi ya Burundi, Rwanda, kwa sababu ya kulipizana kisasi. Ndiyo. Ninajua ndugu zangu wa Rwanda na Burundi mko hapa mnanisikiliza vizuri. Ndiyo. Mapigano yaliyopita hapo nyuma na mauaji ya kimbali yaliyotokea hapo nyuma ni kwa sababu ya kabila hili kulipiza kisasi kabila hili. Kabisa. Kwa ukajikuta mabaya hayawezi kuondoka kamwe. Ndiyo. Isipokuwa toba na msamaha ndiyo dawa kubwa ya kuleta amani katikati yetu. Amen. Matokeo ya uhasama usiotaka kupotea ulidumu kwa ndugu zetu wa Burundi na Rwanda. Lakini tumshukuru Mungu akasimama kwenye neno lake ya kwamba anayafuta makosa yao yote kwa ajili yake Mungu. Mungu aliingilia kati Burundi, akaingilia kati Rwanda, tukaa pamoja. Lakini hebu ona faida ya Mungu kuyafuta makosa yao kwa ajili yake Mungu. Leo wanaweza wakazungumza pamoja. Ni kwa sababu hiyo tu Mungu anapoamua kufuta kabisa makosa yetu kwa ajili yake, amani inapatikana, watumishi wa Mungu. Niombe ndugu zangu mlioko Kongo, ili kumaliza vita na hayo mapigano, tusilipize kisasi. Amen. Tusilipize kisasi. Tutaiona amani katikati yetu. Ukiamua kulipiza kisasi, ndiyo, kwa kumfanyia ubaya yule wa kazini kwako, fahamu mabaya hayataondoka kazini kwako. Amen. Ikiwa ni shuleni utalipiza kisasi, mabaya hayataondoka hapo shuleni. Tena hali ya mwisho itakuwa mbaya zaidi kuliko ya wakati wa kwanza. Ndiyo. Kisasi kinapoendelea kupandwa kwa sababu ukiwapa watu vibaya, nao utapewa ubaya kwako. Ndiyo. Kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile kile upimacho ndicho utakachopimiwa. Kusoma kile kitabu cha Luka 6:38 utaona. Ndiyo. Kumbuka, ubaya haushindwi na ubaya mwingine. Ubaya unashindwa na wema. Amen. Kama vile dawa ya chuki si chuki bali ni upendo,
Ndiyo Amen. maana Warumi 12:21 inasema Ndiyo. usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Kabisa kabisa. Kwa hiyo katika hii hasara ya pili, ndugu zanguni, katika maisha yetu, matatizo ili yaweze kuisha, lazima wanaotufanyia mabaya tuwalipe wema, tuwatendee mema. Hasara ya tatu, Ndiyo. kama utaamua kulipiza kisasi, utamzuia Mungu kukupigania. Ndiyo. Unaweza ukashangaa, lakini ndivyo ilivyo. Ndiyo. Ukiamua kulipa kisasi juu ya tatizo lilonalo, unamzuia Mungu asikusaidie. Amena. Mungu hawezi kulitatua tatizo lako. Amena. Mungu hawezi kukusaidia kwa sababu imeandikwa, msijilipizie kisasi. Basi bali pisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, nena Bwana. Ndiyo. Neno ipisheni ghadhabu ya Mungu, ipisheni, imeandikwa kwa sababu kulipa kisasi kinazuia ghadhabu ya Mungu isipigane upande wako. Tena si hivyo tu, lakini ukilipa kisasi unaingilia kazi ambayo sio yako. Kulipa kisasi ni kazi ya Mungu, maana anasema kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, nena Bwana. Ikiwa kisasi ni juu ya Mungu, kulipa kisasi basi huhitaji wewe. Kulipa kisasi ni kwa ajili ya Mungu. Je, tunakwenda pamoja katika hili, watumishi wa Mungu? Amena. Hasa mnaonisikiliza mlioko kwenye mikoa na miji ambako kuna mapigano huko Kongo, ni washauri kabisa, usijaribu kulipiza kisasi kwenye kundi lingine lilokushambulia. Ndiyo. Usijaribu kulipiza kisasi kwenye kabila lingine. Ndiyo. Mfano Kongo, ndugu zangu wa Kongo, mna makabila zaidi ya 400 na kitu. Ndiyo. Ni makabila mengi. Haya makabila tabia zinatofautiana. Mila zinatofautiana. Ndiyo. Na kwa sababu tabia na mila zinatofautiana, hamwezi mkaendana mkafanana kwa mambo yoyote. Yako machache mtatofautiana. Kama mtatofautiana kwa mambo machache, huna sababu ya kulipiza kisasi kwa sababu ya mambo mliotofautiana na kabila jingine. Ndiyo. Kumbe dawa ni moja tu, ni kusamehe kabisa na kuachilia. Tuliona jana kwamba kazi ya damu ya Yesu ni kuyafuta makosa yetu. Ndiyo. Lakini tulioangalia jana kwamba kwenye Agano la Kale wenzetu walikuwa wanafunika makosa kwa damu. Kwa unapomwaga damu ya ndugu yako, inafunika tu ubaya, haifuti ubaya. Ndiyo. Lakini tumwalike Yesu Kristo, damu yake itafuta makosa yao. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Aimetiwa. Kwa hiyo hatua ya kulipa kisasi inazuia mkono wa Mungu kukupigania. Hebu hata kama mkono wa Mungu ukiondoka juu yako, utastahimili hata dakika moja machoni pa ibilisi, machoni pa shetani? Je, mkono wa Mungu ukiondoka mbele yako, utastahimili mbele ya wachawi? Haiwezekani. Mkono wa Mungu juu yetu ni wa muhimu sana na wa maana. Kwa hiyo usiuondoe mkono wa Mungu kwenye familia yako kwa kulipiza kisasi juu ya kosa la familia nyingine. Nikushauri siku ya leo unayenisikiliza, usikubali kulipa kisasi, kwa sababu mkono wa Mungu hautakupigania. Kwa hiyo ipishe ghadhabu ya Mungu kwa kutojilipiza kisasi. Ndiyo. Hasara ya 4 ya mtu ambaye anataka kulipa kisasi, unajichumia dhambi. Unapoamua kulipa kisasi unajichumia dhambi. Hii ni kwa sababu kulipa kisasi huja kwa njia ya chuki. Ndiyo. Iliyojengeka ndani yako kwa ajili ya mambo mabaya uliyofanyiwa.
Huwezi kulipa kisasi bila kumchukia huyo unayemlipisha kisasi. Ndio. Naona huwezi kulipa kisasi kwa mtu huyo ambaye unayemchukia. Unaona? Biblia inasema hivi katika Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15. Kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Ndio. Nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Ndio. Umeona hilo neno chuki huzaa kisasi. Ndio. Na kuzaa dhambi ya kuua. Ndio. Na ndio maana unaona ndugu zangu walioko Kongo. Unaona huko maeneo wanakopigana ni kwa sababu tu ya nini? Ni kwa sababu tu ya chuki. Ndio. Chuki imezaa kisasi. Unakuta hawa wanawapiga hawa wanawapiga hawa. Unaona, na matokeo ya kupigana nini kinachozaliwa? Ni dhambi ya kuua. Ndio. Ukisoma Isaya sura 49 mstari wa 2b inasema, dhambi zenu zimeuficha uso wake, usiuone hata hutaki kusikia. Unaona, hiyo dhambi ya kuua inaficha uso wa Mungu. Hata kama ungeenda kanisani, ukaenda msikitini, ukaenda kuswali, kuabudu, lakini umemuua ndugu yako, umemwaga damu ya ndugu yako isiyokuwa na hatia, ndio umeuficha uso wa Mungu mbele yako. Ndio. Kwa hiyo kama umekwisha lipa kisasi au umekusudia moyoni mwako kulipa kisasi, ni muhimu kuanzia sasa unapolisikiliza utubu na kuacha ili Mungu akusamehe. Amen. Kabisa. Chukua hatua ya sasa kutubu. Ndio. Na kuacha ili Mungu akusamehe na mawasiliano yako na yeye Mungu yawe mazuri. Ndio. Usikose kutubu na Mungu atakusamehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Apewe sifa. Baada ya kuangalia hizo sala 4, ziko nyingi lakini kwa somo hili nimeona tuangalie hizo 4 tu, twende hatua ya pili. Je, aliyekukosea asipokuomba msamaha ufanyeje? Maana unaweza kuniambia huyu askofu anasema tu mimi ni msamehe, ni tubu, wakati anaendelea kuua ndugu zangu, anaendelea kuua makabila yangu, inakuwaje? Nisikize vizuri. Ndio. Hili swali hili nataka nilijibu. Je, aliyekukosea asipokuomba msamaha ufanyeje? Ndio. Marko sura 11 mstari wa 25 hadi 26 Biblia inasema, nanyi kila msimamapo na kusali, ndio, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Lakini kama ninyi hamsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Ndio. Yesu Kristo aliyasema maneno haya kwa wanafunzi wake wa kwanza kabisa. Ndiyo. Alipokuwa akiwafundisha juu ya imani. Ndiyo. Maneno haya ya Yesu Kristo yanatuhusu hata sisi tulio wanafunzi wake siku hizi. Yesu Kristo katika maneno haya anazungumza na wanafunzi wake aliyekosewa na mtu mwingine. Na katika somo hili toka mwanzo tunachukua mtazamo huu wa Yesu Kristo. Tunazungumza na mtu aliyekosewa na mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Maneno yenye mafundisho kwa mtu ambaye amekwazwa na mwenzake, mtu aliyefanyiwa kosa lolote lile na mwenzake. Kuna watu wengine sana wanakosewa na watu wengine, na tunaamini hata wewe unayenisikiliza kuna wakati fulani katika maisha yako umekwazwa na mtu mwingine. Katika ndoa, makwazo yamekuwa kitu cha kawaida. Maofisini watu wanakosana kila siku, hata na katikati ya watu wa Mungu, watumishi wa Mungu, wachungaji na maaskofu, makwazo hayawezi kukosekana mara kwa mara. Na sehemu mojawapo muhimu katika maisha ya Mkristo ni maombi. Ndio. Amen.
Na ili tuwe na maisha ya maombi yenye mafanikio, ni lazima tuwe watu wenye tabia ya kusamehe. Amena. Tuwe na tabia ya kutubu. Ndiyo. Wanaotukosea. Ndiyo. Yesu Kristo alijua jambo hili ni la muhimu mno, la kutubu na kusamehe kwanza kabla ya kuanza maombi. Ndio maana maombi yetu mara nyingi hayajibiwi, kwa sababu tuna maneno na mtu, tuna neno na mtu. Unaona? Tuna usuda na mtu, tunaomba tusamehewi. Tuondoe hayo maneno yaliyotukwaza ndani yetu, ndio tuende mbele za Mungu kwa ajili ya maombi. Ndiyo. Yesu Kristo alisema hivi, ninyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu. Maneno haya hayatupi uchaguzi wa kusamehe mtu wala tunapopenda tu au wakati tunapotaka. Maneno haya ni agizo la Bwana wetu Yesu Kristo ambalo linatakiwa lifuatwe na kila mwanafunzi wake ili aweze kuwa na mafanikio katika maombi yake. Unatakiwa kusamehe mara ngapi? Jana amenifanyia hii, juzi amenifanyia hivi nikamsamehe, na leo simsamehe kabisa. Nisikilize. Ndio. Nisikilize katika mfano huu. Ndio. Mama mmoja ambaye alikuwa ana matatizo katika unyumba wake, katika ndoa yake. Ndio. Alisikika akisema maneno haya, mume wangu amenitesa kwa muda mrefu sana. Ndio. Na hali ya mambo ilivyo, sidhani kama naweza hata kumsamehe tena. Ndio. Maana nimemsamehe, nimechoka. Ni kweli kabisa kwamba mtu mwingine anaweza kukukosea mara nyingi sana. Hii kuwa mara nyingi itatokea kwa watu ambao wanakaa pamoja au ni majirani. Hali ya mama huyu anayesema maneno haya inawapata watu wengi sana, na nina uhakika watu hao wamechoka na hali hiyo. Yawezekana wewe unayenisikiliza upo hapa kwamba ulikosewa sana, umesamehe sana, sasa umeamua hutaki kusamehe. Inawezekana wewe ni mke wa au mume ambaye ni mlevi, ni malaya, ni mgomvi, kila akirudi nyumbani kukutukana na kukupiga. Ndio. Na umemwombea kwa Mungu mara nyingi habadiliki, sasa umeamua kusema simsamehe. Ndio. Umefanya vibaya. Unaona? Ndio. Simsamehe kwa sababu anaendelea kunitesa na nionea sana. Inawezekana wewe ni mume wa mke ambaye ni mlevi. Nikushauri leo, kusamehe ni muhimu mno. Amena. Kumbuka wewe ni Mkristo na unatakiwa uamue mambo yako kikristo kwa kulifuata neno la Mungu. Hao watu wanaokukosea tunatakiwa kuwasamehe mara ngapi? Hili swali ni muhimu. Ndio. Kwa kuwa watu wengine hawachoki kuwakwaza wengine. Imeandikwa katika Luka 17 mstari wa 3 na 4. Jilindeni, kama ndugu yako akikukosa muonye, akitubu msamehe. Na kama akikosa mara 7 katika siku moja na kurudi kwako mara 7 akisema nimetubu, msamehe. Ni kweli kabisa, mtu akikukosea na kitubu ni rahisi kumsamehe. Lakini ikiwa mtu amekukosea asipokuja kutubu, je, naye anahitaji kusamehewa? Amena. Hata asipotubu, asipokuja kwako kutubu, msamehe. Tunapoombea ndugu zetu wa Kongo wanaowaua ndugu zetu, dawa ya majibu ya hayo maombi, kusimamisha hizo vita, tukae upande wao, tutubu kwa ajili yao, tusamehe kwa ajili yao. Hili ni jambo ambalo inabidi tuzungumze kwa kufuata neno la Mungu. Tutenge muda na sana wakati tutubu kwa ajili yao, tuwasamehe kwa ajili ya ndugu zetu. Na tukifanya hivyo tutaona vita Kongo vitakoma. Ndio. Kila mtu kwa sehemu yake aone yeye ndiye muuaji. Hebu muangalie Nehemia. Soma kitabu cha Nehemia alipopewa habari mbaya nchi yake ukuta umevunjwa.
alisimama kwamba yeye ndio mtenda dhambi, yeye ndio ameua, yeye ndio amevunja ukuta. Alipotubu Nehemia kule kwao, amani ilipatikana. Na sisi leo tuamue kutubu kwa ajili ya ndugu zetu walioko Kongo. Tuonekane kwamba sisi ndio tumefanya makosa, sisi ndio tumechukua bunduki tumeua, sisi ndio tumefanya hili na lile. Tukiamua hivyo, ndugu zanguni, itapatikana amani. Tusiwanyooshee vidole hao waliochukua bunduki kuwanyooshea wenzao, bali tuone sisi tunaosikilizana leo, mnaonisikiliza leo, huko hapa leo, ndugu zangu mnanisikiliza hapa, ndio unaona, tuamue kabisa kutubu. Tutenge sana wakati kutubu, tutamuona Mungu akisitisha ile vita kule Kongo. Tubadili kuomba kwetu, sisi tuwasamehe, sisi tutubu kwa ajili yao, tuchukue maovu yale yawe yetu, tuyabebe kama Kristo Yesu alivyobeba maovu yetu pale Golgota, na hatimaye dunia ikawa na amani. Kwa ushauri wangu siku ya leo, ndio niombe kiongozi wetu atenge muda wa kutubu kwa ajili ya ndugu zetu walioko Kongo. Tubebe ile vita kama yetu sisi, kama ndio waasi, kama sisi ndio yale makundi yanayoleta vuguvugu la kuondoa amani Kongo. Tuyabebe kama Maumau, tuonekane sisi ndio wa Maumau. Ndio. Naona tusiwaone wale wenye bunduki. Sisi kwenye hili kanisa la mtandao tujihesabu sisi ndo Maumau, tutubu kama Maumau. Sisi tukifanya hivyo, tutaiona nguvu ya neema ikishuka katika nchi ya Kongo na amani inapatikana. Baada ya kusema haya, niseme Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu mlionisikiliza leo, na niseme Mungu ambariki sana kiongozi wetu Chief Admini, na Mungu awabariki wote mlionisikiliza siku ya leo, na Mungu awabariki sana. Baada ya kusema neno hili, naomba nimshukuru Mungu sasa. Bwana Yesu, ninakushukuru na kulitukuza jina lako takatifu. Ninasema asante kwa ajili ya wasikilizaji wote waliosikiliza neno hili. Baba, umesema nasi kwa habari ya sala 4 za kutokutubu na kusamehe. Tunaomba Bwana Yesu, tusiwe miongoni mwa watu wenye makundi haya 4. Tunahitaji kwa sisi washindi kama ulivyoshinda Golgota, ukashinda hata mauti ya kaburi, siku ya 3 ukatoka. Baba, asante kwa ajili ya ndugu zetu walioko Kongo. Tunaiweka Kongo kwenye maeneo kuliko na mapigano. Tunaomba nguvu ya toba, nguvu ya msamaha iwafunike watu wote kwenye maeneo wanakopigana, ili amani ipatikane Bwana. Ile nguvu tunajioni, tunaomba uachilie hiyo nguvu kama ulivyoachilia kwenye lile jiwe kwenye lango la kaburi la Yesu likawa wazi. Ndivyo kaachilie hiyo nguvu yako katika miji nao ambao kuna vuguvugu ya vita, ikashuke katika mioyo ya viongozi wanaoongoza harakati ya vita, ikashuke iondoke, na amani ipatikane katika maisha ya ndugu zetu. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu nikiomba na kuamini. Amen. Amen. Amen.